Okay, sasa nataka tuende kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukatoa USDT kwenye wallet yako ya Binance ili uje ununue vipande vya inki. So because you want to kutoa USDT kwenye Binance, na maanisha utahitaji address ya USDT ya inki. So unakuja hapa kwenye wallet yako, ukishabonyeza hapa home, sawa, unakuja unabonyeza hapa USDT. Unaona hapa USDT. So ukibonyeza hapa kwenye USDT, utabonyeza hapa add funds. Tunataka kuchukua wallet, so tuna add funds. Tunataka tuweke USDT kwenye wallet, so you are adding funds. So unabonyeza hapa kwenye add funds, then unakuja unabonyeza hapa copy address. Unaona hapa copy address, unabonyeza hapo una copy. Sasa ukisha copy address yako kule kwenye encryptors, unakuja hapa kwenye Binance kwa ajili ya kuweza sasa kusend USDT kwenye encryptors ili uweze kununua hisa ya inki. So unabonyeza hapa assets, na kisha kwamba upo hapa assets, then unabonyeza hapa kwenye send. Unaona hapa send, unabonyeza hapo send. So you are sending USDT. So unabonyeza hapo send, then unabonyeza withdraw crypto. Unaona hapa withdraw crypto. Unabonyeza hapo. So unabonyeza hapo imeandikwa withdraw crypto. So ukishabonyeza hapo, utabonyeza hapa, unaona hapa, utabonyeza hapa USDT. Kumbuka unacho send ni nini? USDT. So you click there, unabonyeza USDT. Then unakuja sasa hapa unatakiwa uweze ku long press to paste address ambayo tumeikopi kule kwenye wallet, then hapo unachagua network, then unaandika amount unayotaka, then utabonyeza hapa chini withdraw. Sasa hapa kwenye paste ya address, akisha kwamba tu unabonyeza unaipaste, sawa unapaste, angalia isiongezeke hata herufi moja au namba moja. Kwenye kuselect network sasa hapa it's very important unatumia BEP20. Ukitumia network nyingine hela iendi, inaishia hewani, na huku hakuna kurudisha miamala jamani. Kwa hiyo you need to be very very careful. Anakuambia this address contract, this address is a contract address, direct transfers may result in loss of funds. So unakuja hapa unahakikisha kwamba hii ni BEP20. BEP20 unaona so unahakikisha kama ni BEP20. So unakuja unabonyeza hapa 400 and unaandika amount unaotaka hapa 416. Bonyeza hapa 416, sawa Unaweza hata ukaja ukahakikisha kwamba hii address ulioweka hapa ni sahihi, E43. So you go back to your wallet. Unaona unahakikisha kwamba yes, E430X. Ukishahakikisha sasa ukaridhika, then you go back, unaenda kukamilisha transaction. So ukisharudi kwenye wallet yako ya Binance, ukahakikisha kwamba address yako ipo sawa, network yako ipo sawa, then unakuja hapa. Hii ni disclaimer tu, inakuonesha hapo, so there is no problem. Unakuja hapa, una withdraw. Sasa unafanya withdraw. Unaona? Una withdraw hapa. Okay? Una withdraw. Ukisha withdraw una confirm, then unaweka security yako. Sawa, una confirm hapa, then you put your security. Either unatumia pattern au unatumia password ya namba au unatumia fingerprint. So after that utangoja USDT zifike kule kwenye wallet yako ya encryptors. Azichukui muda mrefu sana kuweza kuwa deposited. Just take a few minutes, so you wait USDT zako zifike kule kwenye wallet yako ya encryptors. So as you see in our wallet, sasa tunaenda kuangalia kwamba kama USDT zimefika. Kwa hiyo ukiingia kwenye wallet yetu ya encryptors hapa, unabonyeza hapa chini kwenye wallet. Ushabonyeza hapa kwenye wallet, utabonyeza hapa kwenye assets, hapa hivi. Hapa assets. So kubonyeza hapo kwenye assets, utaona USDT zetu zimeshafika. Hizi hapa. Unaona? USDT zetu zimeshafika. Sasa tunaenda kununua vipande. Tunaenda kununua vipande ili tuweze kustake. Tunanunuaje vipande? Unabonyeza hapa kwenye inki. Unaona hapa? Kwenye inki. Unabonyeza hapa kwenye inki, then unabonyeza hapa kwenye hapa hivi, buy. Sababu tunanunua vipande. Unabonyeza hapo buy, unabonyeza hapa max. Hapa hivi, max. Sawa, kabonyeza hapo kwenye max. Sawa, ukishabonyeza hapo kwenye max, unaonyeshwa hapa kwamba unapata vipande
unapata vipande 276 kwa hizi USDT kwa bei ya inki ya sasa. Sawa. So shabonyeza hapo, una swap tokens. Sawa, una confirm swap. Okay, so unarudi nyuma, unakuja tena unaangalia hapa. Kwa hiyo una vipande 100 ngapi? 319. So you come here kwenye products, unabonyeza hapa chini kwenye products hapa hivi kwenye products. Okay, bonyeza hapo kwenye products, unaenda hapa kwenye inki 36 months, ndio mkataba unaolipa vizuri. So unabonyeza hapo, unabonyeza open a new contract. Unaona hapa, unabonyeza open a new contract, then unabonyeza hapa max, una open contract, una confirm. So unahakikisha kwamba hapa ni ink pool 36 months. Ndio mkataba unaolipa vizuri na principal amount yako inarudi mapema. So unabonyeza hapa confirm. Sawa. So ukishabonyeza confirm hapo una close. Kisha close, utarudi nyuma, utaona sasa mkataba wako umeshatengenezwa. Sawa, hapa mkataba wetu. Hapa. Unaona? Kwa hiyo sasa utakuwa verified. Ukiona yani unangoja unakuwa verified. Ukishakuwa verified, hapa kwenye hichi kikofuli hapa kitaweka tiki. Unaona hapa kwenye hichi kikofuli kitaweka tiki kama mikataba mingine ilivyowekewa tiki ya kijani. So mikataba ikishawekewa tiki inamaanisha kwamba ipo verified, na utaona hata earnings zako hapa za siku zitabadilika hapa. Hizi earnings zako za siku zitabadilika, na hapa total amount zako za ink token ambazo umestake zitaongezeka. So that's how unaweza ukahamisha USDT kutoka Binance mpaka ukaja ukafanya staking, na baada ya hapo unakuwa tu unafanya mazoezi, unaendelea kuongeza vipande vyako mdogo mdogo mpaka utakapo ukafikia angalau kiwango kizuri cha kuweza kutengenezea faida nzuri kulingana na malengo yako ulionayo. So kwa wale ambao hawajasajili wallet, wanaweza kwenda kwenye Play Store, App Store, wakasajili wallet, wakadownload wallet yetu, then wakabonyeza sign up. Wakisha open unabonyeza sign up, then unaanza kufanya usajili. Ukiuliza who invited you, basi utaandika hii hapa Ezel22. Ya, ukiwa na changamoto yoyote, kuna mahali popote unataka kuuliza, usite kuuliza. Karibuni sana.